unganishie Bluetooth simu yangu kidogo huku, niunganishie huku, baadaye tutaimba wimbo fulani huko kwenye simu yangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Basi Mungu awabariki sana kuweza kufika kwenye ibada ya mchana wa leo. Majina yangu naitwa Andrew Maziku, kama baba alivyonitambulisha, mwenyekiti wa timu yetu ya Injili Isiyogoshua. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya neema yake ya tofauti na ya kipekee ambayo amenisaidia na kuniwezesha na sisi sote tupo wazima mpaka leo. Lakini ninamshangaa Mungu kwa namna ya kipekee sana siku ya leo ambayo niseme kila unapomtumikia Mungu waga anajifunua. Bwana Yesu asifiwe. Na katika namna ambayo ninamshangaa Yesu ni kwamba ujumbe aliopewa Yuda ndio ujumbe niliopewa mimi. Na sikumwambia chochote, nitaka jana usiku wakati tupo kanisani pale tunaomba nikwambie, ila nikazuiliwa moyoni. Kwa hiyo nimeshangaa alichohubiri. Yaani yeye amehubiri general somo zima. Mimi kuna kipande tu fulani ambacho Mungu amenipa nihubiri, lakini somo ni hilo hilo la siku za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo nikashangaa, nikajua Mungu amekusudia. Nilikuwa tunaomba simu. Na vitu fulani nataka nitumie. Bwana Yesu asifiwe. Basi majira haya tunaenda kujifunza neno la Mungu. Wewe ambaye utakuwa unaandika kichwa cha somo, andika kichwa cha somo kinachosema kunyakuliwa kwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Andika kichwa cha somo kinasema kwa kanisa. Sasa tutakuwa tunajifunza, nitawafundisha mambo matano kutokea kwenye hilo somo na sitatumia muda sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna baadhi ya mambo mtumishi wa Bwana Yuda kashayazungumza. Nadhani mimi nitakuwa nimepata wepesi. Bwana asifiwe sana. Somo ambalo tunajifunza mchana wa leo ni kunyakuliwa kwa kanisa. Fungua pamoja nami kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 13 mpaka wa 18. Maandiko ni yale yale. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tutajifunza kitu cha tofauti kidogo. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya mstari wa 13 mpaka 18 nitasoma. Biblia inasema, lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Kama una Biblia yako naomba ufungue, halafu baada ya hapo uenende pamoja na mimi tusome wote. Bwana Yesu asifiwe. Fungua pamoja na mimi hilo andiko, kitabu cha Wathesalonike Wathesalonike wa kwanza ile sura ya 4 mstari wa 13 mpaka wa 18. Wathesalonike wa kwanza 4:13 mpaka 18. Kama utakuwa na Biblia yako naomba ufunue tusome wote kwa pamoja. Alafu tutakuwa tunajifunza mambo kadhaa kutokea hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama utakuwa umefika mahali hapo, Wathesalonike wa kwanza 4 kuanzia mstari wa 13, utakuwa unanifuatisha hapo. Biblia inasema hivi, lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa twaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika tutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi
farijianeni kwa maneno hayo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kabla sijazungumza, naomba nitoe utangulizi huu. Wakati Paulo akiwa anaendelea na huduma yake ya kuhubiri Injili katika mataifa mbalimbali, kuna baadhi ya watu wakainuka wakafundisha kinyume na maandiko. Wakaambiwa ya kwamba nyie mliookoka mnajisumbua, kwa sababu Yesu amekwisha kurudi mara ya pili na kanisa amekwisha kulinyakua. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati anajibu huu waraka, anajaribu kuwaelekeza ya kwamba kanisa bado halijanyakuliwa, na anatoa mafundisho haya kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza na Wathesalonike wa pili, na kuna baadhi ya mambo kule mbeleni nitakufundisha. Akawaeleza, akawaambia ya kwamba kunyakuliwa kwa kanisa hakuwezi kutokea kama ukengeufu haujaja. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anajibu swali la watu ambao walikuwa wamefundishwa kwambia ya kwamba tayari kanisa limekwisha kunyakuliwa, na kuna wengine waliwakatisha tamaa, wakawaambia ya kwamba wanasema ya kwamba Yesu anakuja, atakuja lini? Bwana Yesu asifiwe. Kama vile ambavyo tulivyo kwa wakati huu, watu wengi wanadharau neno la Mungu, na wengine wamerudi nyuma, wanasema kila wakati mnasemanga Yesu anakuja kulinyakua kanisa, anakuja, lakini mbona hatokei? Nisikilize mchana wa leo nikufundishe maneno haya. Paulo akawafundisha, na anapofika kwenye hii sura ya 4 huu mstari wa 13 mpaka wa 18, anawaambia hawa sasa waliookoka, anasema, lakini ndugu, nataka msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na hao wengine. Hawa watu walikuwa na huzuni kwa sababu ya ndugu zao waliookoka. Baada ya pale walikuwa wamekufa, kwa sababu ilikuwa ni kipindi cha kanisa la mateso. Waliookoka walichinjwa, waliuawa, waliteswa, walionekana ni wabaya katika ulimwengu. Lakini akawafariji akasema, ndugu zangu, sikilizeni niwaambie, hawa ambao waliokufa katika Bwana hawajapotea. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo akaendelea akawaambia ya kwamba ikiwa sisi tuliookoka tunaamini ya kwamba Yesu alikufa, baada ya pale akafufuka, vivyo hivyo ambao waliolala katika Bwana, maana yake ambao walikufa wamekwisha kuokoka, Yesu atawaleta pamoja naye wakati wa kuja kulinyakua kanisa. Sisi ambao tutakutwa tukiwa hai hatutawatangulia kwenda kumlaki Bwana mawinguni. Atawafufua kwanza. Baada ya pale sisi ambao tuko duniani, ambao tutakutwa bado tukiwapo, tutabadilishwa hii miili yetu, na anasema tukiisha kubadilishwa ndipo tutamlaki Bwana mawinguni. Na anasema lile tendo la kufufuliwa wale ambao wamekufa katika Bwana na sisi ambao tuko duniani kubadilishwa na kuiacha hii miili na kuvaa miili mingine litatokea kwa muda mfupi sana. Kwenye kitabu cha Wakorintho akajaribu kuzungumza ya kwamba litatokea ndani ya dakika moja, akaona haitoshi. Mahali pengine akasema kufumba na kufungua. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu mara nyingi tumesikia maneno haya ya kwamba kanisa litanyakuliwa. Sasa kuna mambo machache ambayo Mungu amenipa, natamani tujifunze kutoka siku ya leo, na kwa sababu tupo nyakati za mwisho, ndio maana wakati mwingine Mungu anatoa sana hizi jumbe tuweze kuelewa. Sasa nitakufundisha mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, nitakupa maana ya kanisa. Mathayo 16:18. Mathayo 16:18. Neno la Mungu linazungumza kwenye kitabu cha Mathayo 16:18. Ukianza ule mstari wa 13, Yesu akapita mahali fulani panaitwa Kaisaria Filipi. Baada ya pale akawauliza wanafunzi wake ya kwamba, je, watu uninena mimi ni nani? Wakasema ya kwamba wengine wanakunena wewe ni Elia, wengine Musa, wengine mmojawapo ya manabii. Akawauliza, na nini mnanisema ni nani? Petro akajibu akasema, wewe ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Akamwambia Petro, hayo sio majibu yako. Mwili pamoja na damu havijakufunulia hili, ila Baba yangu aliye mbinguni.
Na ndipo anafika kwenye mstari wa 18 anasema, ninakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Neno kanisa ndiyo mara ya kwanza linatajwa kwenye Biblia. Huku nyuma hamna mahali ambapo lilitajwa, lakini nitakuelezea pia huko mbeleni kwamba kanisa pia kwenye wakati wa Agano la Kale kanisa lilikuwepo. Kuna namna Mungu alitumia, lakini neno lenyewe kanisa ndiyo mara ya kwanza linatajwa mahali hapo. Yesu anatumia wakati ujao, hasemi limejengwa au lilijengwa, anasema nita, maana yake bado. Bwana Yesu asifiwe. Au nisikilize vizuri hapo. Anasema nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Sasa kabla sijakupa maana ya kanisa nikuelezea huo mstari. Anasema nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Maana yake kanisa ambalo Yesu atajenga halitashindwa na milango ya kuzimu. Alipokuwa anasema milango ya kuzimu, maana yake nini? Milango ya kuzimu alikuwa anamaanisha dhambi, alikuwa anamaanisha shetani pamoja na mawakala wake wote. Hawawezi kulishinda kanisa. Maana yake anapojenga kanisa, kanisa halitashindwa na dhambi, kwa sababu dhambi ndiyo inamfanya mtu aende kuzimu, mwisho wa siku atupe jehanamu. Shetani pamoja na mapepo na nguvu za giza na mfumo wote wa dunia ambao haumtegemei Mungu na ambao unaenda kinyume na mapenzi ya Mungu ndiyo unaosababisha watu waende kuzimu. Na mwisho wa siku ndiyo maana akasema kanisa ambalo analijenga yeye, milango ya kuzimu haitalishinda. Maana yake kanisa la Yesu halishindwi na dhambi. Kanisa la Yesu halishindwi na mchawi. Kanisa la Yesu halishindwi na pepo. Kanisa la Yesu halishindwi na mfumo wa maisha ya kidunia ambao upo kinyume na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Sasa kutoka hapo nataka nikupe maana ya kanisa. Kanisa maana yake ni nini? Kanisa ni mkusanyiko wa watu walioitwa kutoka dhambini wakawa watakatifu, kisha wakawa familia ya Mungu. Amen. Ni kusanyiko la watu walioitwa kutoka dhambini, baada ya pale wakawa watakatifu, na mwisho wakawa familia ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usipoelewa maana ya kanisa, kuna wakati unaweza ukadhani kila mtu anayeingia kanisani ameokoka. Unaweza ukadhani kila dhehebu ameokoka. Naomba nitumie kauli hiyo ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Sio madhehebu yote yaliyopo duniani yana wokovu. Mengine yalishaukana wokovu. Kwa nini naposema kanisa? Kanisa maana yake ni kusanyiko la watu walioitwa watoke dhambini, wakawa watakatifu, alafu wakawa familia ya Mungu. Hilo ndilo kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Tofauti na hapo hamna kanisa. Ndio maana kitabu cha Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13 anasema hivi: alipokwisha kutuokoa akatuhamisha tukatoka kwenye ufalme wa giza, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hata anapozungumza maneno hayo, anazungumza juu ya watu ambao wamewaita kwa njia ya injili wakaitika. Kisha walipoitika wakatubu dhambi zao na kuziacha. Na baada ya hapo ndipo hawa watu wanatolewa kwenye maisha ya dhambi, wanaingizwa kwenye maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu anapokuja kunyakua kanisa, hadi kunyakua jengo. Hili jengo kibiblia hamna mahali limeitwa kanisa. Hili jengo kibiblia mahali ambako limetumiwa kama neno kanisa ni kwenye kitabu cha Ufunuo. Na ametumia lugha ya wingi makanisa, ambapo lugha halisi anamaanisha mahekalu, mahali ambako watu wa Mungu wanakutana kuabudu. Kwa maana halisi ya kanisa ni kusanyiko la watu walioitwa watoke dhambini. Pasipo kutoka dhambini hamna kanisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo maana kanisa limeanza kutoka Agano la Kale. Lilianzaje kutoka Agano la Kale? Wana wa Israeli walikuwa mfano wa kanisa. Walikuwa mfano wa kanisa kwa sababu waliitwa watoke Misri.
kutoka kwenye utumwa wa dhambi na mambo mengine, kisha wakaambiwa waende Kanani. Vile vile sisi tumeitwa kutoka kwenye mfumo wa dunia kisha tuende mbinguni. Ndiyo maana wana wa Israeli kabla hawajatoka Misri walianzia kukombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Walikombolewa kwa yule mwanakondoo. Walipochinja ile damu ikamwagika, wakapaka kwenye milima ya milango, ndipo wakapata ruhusa ya kutoka. Vile vile sisi hatujakombolewa ili isipokuwa kwa damu ya Yesu ndiyo tumekombolewa. Tofauti na hapo hamna kitu kingine. Ndiyo maana nimesema kanisa limeanza agano la kale. Kwa hiyo taifa la Israeli lilikuwa mfano wa kanisa, maana wao pia walikombolewa kwa damu, kama vile ambavyo sisi tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Ndiyo maana kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 38, wakati Stefano wamemzingira, wanamwambia maneno mengi, wanasema wewe unasema vibaya juu ya Yesu, wanamsingizia maneno. Jamaa yule alikuwa anajua Biblia. Alipoanza kujitetea, hakuanza tu kujitetea, unajua jamani mimi nimeokoka, akataka kuwathibitishia mimi nimeokoka. Akaanza kuelezea wokovu tangu kuitwa kwa Ibrahimu. Akashuka walipopita Misri, akaeleza mpaka akaja akahitimisha kwa Yesu. Hapo akawapiga neno, akawaambia, enyi wenye roho ngumu, msiotairiwa mioyo, siku zote mnampinga Roho Mtakatifu kama baba zenu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ule mstari wa 38 ile sura ya 7 Matendo, anasema yule Musa alikuwa pamoja na kanisa jangwani. Maana yake lile taifa la Israeli lilifanywa kuwa kama kanisa jangwani. Bwana Yesu asifiwe. Nasema ni kanisa kwa sababu mambo ambayo taifa la Israeli lilifanywa ni sawa na mambo ambayo tumefanyiwa kanisa. Walikombolewa kwa damu ya mwanakondoo, tumekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Walitolewa watoke Misri, tumeitwa tutoke utumwa wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tumebatizwa kwa maji mengi. Biblia inasema kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 1 mpaka wa 3, anasema ya kwamba wana wa Israeli walibatizwa katika mto na katika wingu. Maana yake kama sisi tunabatizwa kwa maji mengi, wao walibatizwa kwa kupita baharini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walibatizwa kama sisi. Amen. Lakini wao kubatizwa kwao bahari likaa huku na huku, wakapita katikati. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na anasema ya kwamba walibatizwa ubatizo mara mbili kama sisi. Walibatizwa katika bahari afu katika wingu. Tumebatizwa katika maji, tumebatizwa katika Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maana wingu lile ambalo walikuwa wanatembea nao lilikuwa linawakilisha Roho Mtakatifu. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa watu wa Mungu, kanisa ni kusanyiko la watu walioitwa kutoka dhambini kisha wawe watakatifu, alafu wawe familia ya Mungu. Amen. Kama mtu anaingia kanisani hajatoka dhambini, bado hajawa kanisa, huyu hawezi kuja kuja. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sasa kila kipindi nimekuja nilizungumza mambo manne kuhusu wito wa kanisa. Hapa tu niarudie kwa haraka. Mambo manne kuhusu wito wa kanisa. Kanisa limeitwa na kuna mambo manne ya kuzingatia. Jambo la kwanza. Kanisa tumeitwa kutoka, yani kutoka dhambi. Hilo ni jambo la kwanza. Ili mtu awe kanisa ameitwa kutoka kwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima atoke kwenye dhambi ndio afanyike kuwa kanisa. Yaani kwenye kanisa ni lazima mambo manne yawe. Tumeitwa kutoka. Hiyo ni moja, yani kutoka dhambi. Ndio maana maandiko yanasema kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 14 mpaka wa 18. Naanza kuzungumza kuna urafiki gani kati ya giza na nuru. Anaanza kusema msifungiwe nila pamoja na wasioamini kwa jinsi sivyo sawa sawa. Sema kuna urafiki gani kati ya giza na nuru, akataja mambo mengi. Alafu pale mwishoni kwenye mstari wa 17 na wa 18 ya kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 6 anasema ya kwamba basi tokeni kati yao, mkatengwe nao. Alafu atawakaribisha, atakuwa baba kwetu, nasi tutakuwa watoto kwake, wa kiume na wa kike. Kwa msingi wa kwanza, yani kwamba ili itwe kanisa lazima watu watoke dhambi.
Ukikuta mahali wanaingia wanasali, afu wanaendelea kunywa pombe, hamna kanisa, imebakia kuwa dhehebu. Bwana Yesu asifiwe. Imebakia kuwa dhehebu. Lazima kutoka dhambini. Jambo la pili, kuwa na ushirika na Mungu. Tumeitwa tutoke dhambini. Alafu mbili, tuwe na ushirika na Mungu. Tuwe na ushirika na Mungu kwa sababu Mungu ametuokoa alafu hajatuacha hivi duniani. Ametuita alafu baada ya pale tuwe na ushirika naye. Tushirikiane na yeye. Ndio maana Yesu akawaambia siwaiti watumwa tena, lakini nawaita rafiki zangu. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake tumeitwa tutoke dhambini, mbili tuwe na ushirika na Mungu. Na ushirika na Mungu, msingi mkuu wa ushirika wa Mungu na watu wake ni utakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ili Mungu ashirikiane na sisi, ni lazima kuwa watakatifu. Wale anasemaje kwenye Petro wa kwanza 1:15 mpaka 17? Anasema hivi, mtakuwa watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Hapa narudi tena kwenye Walawi 19 mstari wa kwanza na wa pili. Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli mtakuwa watakatifu maana mimi Bwana Mungu wenu ni mtakatifu. Amen. Kwa hiyo tumeitwa tutoke dhambini, mbili tuwe na ushirika na Mungu. Huo ushirika na Mungu unaanza kwa kujengwa kwa utakatifu. Lakini pia huo ushirika unajengwa kwa kuwa na Roho Mtakatifu. Amen. Hauwezi ukaimarisha mahusiano yako na Mungu kama Roho Mtakatifu hayupo. Amen. Kwa sababu kwanza anayetusaidia kushinda dhambi ni Roho Mtakatifu. Anayetusaidia kushinda nguvu za giza ni Roho Mtakatifu. Anayetusaidia tuweze kuvumilia kwenye mambo yote ni Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo watu wa Mungu, kanisa limeitwa kutoka dhambini, liwe na ushirika na Mungu. Tatu, liwe kusanyiko. Liwe kusanyiko. Hatujaokolewa baada ya pale kila mtu akae nyumbani kwake. Sawa na mtu anayesema ya kwamba nimeokoka lakini naweza nikasalia hapa nyumbani. Hakuna. Amen. Tumeitwa tuwe kusanyiko. Ndio maana wana wa Israeli walitolewa kwenye ibada za kifamilia. Familia ya mtu peke yake anafanya ibada, Yakobo yuko peke yake anafanya ibada, akataka Mungu atengeneze taifa kwa mfano wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumeitwa tuwe kusanyiko. Na kama tumeitwa tuwe kusanyiko, Waebrania 10:25 anasema na wala msiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya wengine. Hivyo ni muhimu kuhudhuria kwenye ibada zote za kusanyiko. Maana katikati ya ibada za kusanyiko kuna maelekezo Mungu anasema. Kuna neema ya kusanyiko Mungu anaitoa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wanyama wa porini ambao huaga akitaka kumkimbiza mnyama mmoja ale ni wajanja. Kuna baadhi ya wanyama kama mfano akianza kumkimbiza mbuzi au kondoo, akimkimbiza mmoja akajichanganya akatoka kwa wengine, ni huyo mmoja kimbiza. Hata kama akirudi akija ukipita kwa wengine anamjua ni huyu kashachoka, naendelea kukimbiza huyo. Kwa hiyo unapotoka kwenye kusanyiko la Mungu, shetani anakupiga. Nakumbuka kipindi fulani nikiwa nyumbani bado nikiwa mchanga kiroho, niota ndoto moja ya ajabu sana. Nilipoamka nimwambia Mungu nisaidie. Nilikuwa nimeenda kanisani kwenye maombi ya kitoto muda huo. Naenda kanisani naomba na kusinzia huko. Nikaomba nikasinzia. Nikaota ndoto nimechungulia dirishani, hapo akaja mtu akanivuta akanitolea dirishani. Alafu nikakazana nikarudi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na watu wanachungulia dirishani. Na shetani anawavuta, wengine akiwavuta hawarudi. Amen. Yaani ndio anaenda naye sawa na mbuzi. Wala ambao wanafuta mifugo wanajua. Fisi akija kula kwenye mbuzi, anachofanya cha kwanza anaangalia kwenye vile vitundu, kama kuna mmoja amechungulia anaenda na mdomo. Wao na washirika wanajitenga na kusanyiko. Shetani anakula mdomo, wengine kataa kula sikio. Bwana Yesu asifiwe. Tumeitwa kuwa kusanyiko. Jambo la 4, tumepewa wito pia wa kwenda mahali maalum. Kwenda mahali maalum. Tumeitwa tutoke dhambini, tuwe na ushirika na Mungu, tuwe kusanyiko, hapo tuende mahali maalum. Na hapo mahali maalum ni mbinguni. Wana wa Israeli waliitwa watoke Misri, alafu baada ya pale wawe na ushirika na Mungu, kisha wawe kusanyiko kama taifa,
na mwisho waende Kanaani kumiliki. Sisi tumeitwa tutoke kwenye dhambi, tuwe na ushirika na Mungu, tuwe kusanyiko kama kanisa, mwisho twende mbinguni. Na ndio maana nimesema kunyakuliwa kwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu anakuja kunyakua kusanyiko, kwa maana ya mtu mmoja mmoja aliyekubali kuishi maisha ya kutoka dhambini, akawa na ushirika na Mungu, akawa kusanyiko. Huyo sasa ndo anakuja kumnyakua. Na ndio maana amesema ya kwamba, ndugu zangu, sitaki msijue habari za watu waliolala na mauti, msije mkawa hamna matumaini kama wengine. Bwana Yesu asifiwe. Nishawahi kwenda mahali fulani nikakuta kuna mhubiri alikuwa anafundisha semina. Baada ya semina mama mmoja akasema, nimetubu, Mungu anisamehe sana. Nilikuwa nimeshindwa kuendelea kiroho kwa sababu kuna mtoto wangu amekufa kama miaka 5 iliyopita. Kwa hiyo kila nilikuwa nikitaka kumtumikia Mungu, yale mawazo yanakuja, mtoto wangu amekufa. Kwa hiyo nakosa nguvu ya kuendelea kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana umefiwa na ndugu yako na nani yako, kama ameokoka, alikuwa ameokoka. Taarifa ni kwamba hautamtangulia kwenda kumlaki Yesu Kristo, ila atafufuliwa afu kisha tutamlaki naye. Ila kama alikuwa hajaokoka, hapo sikufariji, ameenda jehanamu. Hapo sikufariji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu mmoja alisema neno moja gumu. Akasema hivi, kama kuna wakati wa kuwahurumia ndugu zetu, ni wakati huu. Yaani kama kuna wakati wa kumhurumia baba, mama, mtoto, shangazi, sui binamu, ni wakati huu. Yaani wewe mhubirie hata mpaka kwa machozi. Tuma SMS, sumbua. Mimi nasumbuaga huko, natuma SMS kila wakati. Yesu anakuja kuokoka. Acha maisha ya dhambi. Mpaka wengine washataka kujibu SMS. Mimi natuma tu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wakati wa kuwahurumia ni wakati huu. Tuma SMS, wapigie simu. Mkisalimiana, mwambie Yesu amekaribia kurudi, okoka. Wakati huu ndo wa kuwahurumia, kwa sababu ile siku Yesu akija akatunyakua, akatubadilisha mili, hii mioyo ya huruma tulionao sasa hivi akaiondoa, alafu atatuvika ghadhabu kama ya yeye. Na Biblia inasema ya kwamba tutawakanyaga waovu. Kwa hiyo kama ni baba yako utamkanyaga wala hutamhurumia, maana ghadhabu ya Mungu itakuwa ndani yako. Mfano mwepesi, Yehu alipotiwa mafuta, ghadhabu ya Mungu ilipokuwa juu yake, alikuwa hahurumii ndugu yake wala nani. Alikuwa akinyosha hivi, ukikutana naye una amani, na kuuliza una nini amani, geuka nifuate. Ukigoma anabamiza, unakufa hapo hapo. Mpaka akamsukuma Yezebeli chini, akaanguka, wakaokota vipande vya kwenda kuzika. Ghadhabu ya Mungu. Kwa ghadhabu ya Mungu tukinyakuliwa itakuwa ndani yetu. Kwa hiyo ni kukanyaga waovu. Utakumbuka ni mama, ni kukanyaga. Kwa hiyo muhurumie sana sasa hivi. Kama ni kumwombea okoke, omba lia sasa hivi. Maana muda huo utaomba, utakuwa na ghadhabu ya Mungu ya kumkanyaga. Bwana Yesu asifiwe. Nimewambia neno gumu eti. Nimewambia neno gumu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wa Mungu, hilo ndilo kanisa. Na sasa kama ni hivyo, msingi mkuu wa kanisa ili liweze kusimama, kuna mengi, lakini msingi mkuu ni utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ni utakatifu kwa sababu Yesu amesema anakuja kunyakua watakatifu. Ametumia mfano kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 5, mstari ule wa 25 mpaka 27. Waefeso 5:25 mpaka 27. Ametumia mfano wa ndoa. Akasema ya kwamba kama akawaambia wanaume au waume, wapendeni wake zenu kama vile ambavyo Yesu alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake, ili ajiletee kanisa tukufu, takatifu, lisilo na mawaa wala kunyanzi wala dosari wala katika yoyote haya. Amen. Yaani ametumia mfano kwamba mwanaume ampende mke wake kama Yesu alivyolipenda kanisa, akajitoa. Kwa hiyo na mwanaume anatakiwa ajitoe kwa ajili ya mke wake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ukioa hapo ujitoi kwa mke wako, kuna matatizo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna matatizo. Unajua iko hivi, mwanamke ameambiwa kumtii mume wake, au mwanaume ameambiwa kumpenda mke wake. Sasa kumpenda mwanamke sio kumwambia mke wangu nakupenda sana. Kumpenda mke ni kufanya vitu. Amen. Sasa nisiongee, mimi sijaoa.
Bwana asifiwe sana. Sasa msingi mkuu wa kanisa hili lisimame ni utakatifu. Na huu msingi, endapo yeyote akitoka nje ya msingi huu, anatupwa nje, hahesabiwi kama kanisa, haijalishi cheo chake. Ndio maana mbinguni shetani, unajua, alikuwa malaika mkuu kuliko malaika wote, na alipokosea akataka ajiinue awe sawa na Mungu. Kile kitabu cha Isaya 14 mstari wa 9 mpaka wa 14 na kitabu cha Ezekiel 28 mstari wa 1 mpaka wa 14 vinaelezea namna ambavyo shetani alikuwa malaika wa sifa. Yaani ndani yake alikuwa amewekewa mziki. Acha sisi tunaweka mabiti. Yaani ndani ya shetani, na mdawali alikuwa haitwi shetani, alikuwa anaitwa Lucifer. Amen. Ndani yake alikuwa amewekewa mziki. Yaani akinyosha tu hivi mikono, mziki unaanza kulia. Malaika wanaanguka mbele za Mungu. Amen. Akasema wewe, mbona haya mambo matamu? Akasema ya kwamba na yeye aabudiwe awe kama Mungu. Alipofikiria tu hivyo, mbingu zilishamuona. Amen. Na hakuhurumiwa, akatupwa mpaka nchi. Biblia ndio inasema kwanza alipofukuzwa akajaribu apigane na malaika aliyekuwa anafuatia kwa cheo, Mikaeli. Kwa hiyo Biblia inasema kwenye Ufunuo 12 kwamba malaika Mikaeli akapigana na Ibilisi pamoja na malaika zake. Kila mtu alikuwa na malaika zake. Kwa hiyo shetani alikuwa na malaika walioasi, na Biblia inasema alishuka na 1/3 ya malaika serusi. Mfano kama malaika walikuwa 60, kwa hiyo alishuka nao 20. Bwana Yesu asifiwe. Sasa alipofanya hivyo, malaika Mikaeli akakaa upande wa Mungu, akakoma, zikapigwa mpaka akashindwa, akatupwa chini. Na mfano huu Mungu ameutumia kwenye kanisa la kwanza. Kanisa la kwanza lilikuwa takatifu kiasi ambacho ni ajabu. Kuna mahali nimesahau ni sura ya ngapi ya Matendo, anasema hakuna mtu aliyejaribu kujiingiza kanisani ovyo ovyo, akiingia na umia. Ndio maana Anania hakuiba wala hakuzini. Aliahidi, baada ya pala akadanganya, akaficha. Alipata adhabu gani? Alikufa. Mungu alikuwa anataka kuonyesha utakatifu wa kanisa, kwamba yoyote anayetenda kinyume anatupwa nje. Haijalishi cheo chake. Hata kama ni askofu, tupa nje. Hata kama ni mchungaji, tupa nje. Hata kama ni mzee wa kanisa, tupa nje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nakwambia ukweli, kuna sehemu zingine ukienda, mtu mwenye hela akitenda dhambi wanamfunika. Yesu akiniita kwenda kuchukua, mimi sitishii hela. Amen. Safi kabisa. Yaani mtu akizingua, hata kama unatoa mafungu ya 10 ngapi, yaani ukiwa mtenda dhambi, nilicheka siku moja, mzee Magemba akasema kuna mtu mahali fulani alienda, alipofika watu wanaahidi. Baada ya pala akasema mimi naahidi 200,000. Eti tendo tu la kusema naahidi 200,000, akachukuliwa kutoka kama iko kama katibu, akabebwa akapelekwa mbele ni mzee wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Hayo mambo hamna. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa ni takatifu. Kwa hiyo ukiishi maisha ya kutenda dhambi, hata kama hajakuona mchungaji, kiroho kule mbinguni ushatupwa nje. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani jina linafutwa, kwa sababu tunaambia kwamba wewe ukitubu, jina linatolewa kwenye kitabu cha hukumu, linapelekwa kwenye kitabu cha uzima. Kwa hiyo ukizingua tena ukatenda dhambi, linafutwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa na hiyo hafuti mchungaji, anafuta Mungu kule. Sasa watu wa ajabu akitenda dhambi anajificha, anasema mchungaji hajaniona. Mchungaji, yaani wewe unajisumbua. Anayekuona ni Yesu. Kwanza unamkosea baba wa watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utakatifu, ukitenda dhambi unatupwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa kuambizana ukweli, maana sasa hivi watu wengi wanalegeza misimamo ya Biblia ambayo imetumia. Na mtu akiongea ukweli wanasema misimamo yake bana. Ana mitazamo yake, ana misimamo yake. Haya. Bwana Yesu asifiwe. Subiri niseme haya mambo mawili afu nihamie pointi nyingine. Kanisa la Yesu ni kanisa linaloonekana na lisiloonekana. Amen. Kanisa la Yesu ni kanisa linaloonekana. Alafu 2 ni kanisa lisiloonekana. Amen. Kwa maana gani? Ni kanisa lisiloonekana kwa maana ya kwamba jumla ya majina ya watakatifu walioandikwa mbinguni halionekani, anayejua ni Yesu peke yake. Ndio maana nimesema ukizingua unafutwa. Bwana Yesu asifiwe. Na anayefuta ni Yesu. Ndio maana Yesu alipogundua
hii kazi ni tamu sana. Akasema hata kubatiza kwa Roho Mtakatifu si watu wachungaji. Amen. Akasema anabatiza mwenyewe. Amen. Kwani Yohana alisemaje? Alisema ya kwamba kuna mtu anakuja nyuma yangu, ana nguvu kuliko mimi. Stahili hata yani ita gidamu ya viatu vyake, yani kamba za viatu vyake. Yeye anabatiza kwa Roho na kwa moto. Kwa Yesu ndo anabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Anajua huyu jamaa sasa hivi ana shauku ya Roho Mtakatifu, ameacha maisha ya dhambi. Kwa hiyo unapoombewa anakujaza, yani Yesu ndo anajaza Roho Mtakatifu. Akiona hili jamaa linazingua, kimya kimya bila hata kumwambia mchungaji, anachomoa Roho Mtakatifu. Amen. Kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ndo anachofanya. Yesu ndo anachofanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni kanisa lisiloonekana kwa maana ya jumla ya majina ya watakatifu walioandikwa mbinguni. Na anayejua ni Yesu peke yake. Hakuna mtu anayejua. Lakini ni kanisa linaloonekana kwa maana ya kwamba jumla ya watakatifu wote walioko duniani tunaowaona kwa macho. Sasa hao wote tunaowaona kwa macho sio wote wataingia mbinguni. Utumie karuga kagumu kidogo. Amen. Bwana asifiwe. Kwa sababu garantia kwamba wewe uingie mbinguni ni kwanza uwe na ushirika na Yesu. Amen. Maisha yako yawe matakatifu. Kisha ukijulikana kule mbinguni, ndio sasa hapa duniani julikane. Wajibu wa kanisa linaloonekana ni kulifunua kanisa lisiloonekana. Kwa maana ya kwamba kanisa lisiloonekana linaelezwa kwenye Biblia kwamba ni watakatifu, ni watu wa ibada, ni watu wa namna gani. Kwa hiyo sisi tunaoonekana ni kujifunua kupitia kile kilichosema kwenye Biblia. Amen. Lakini mwisho wa siku anayejua wangapi wanaingia mbinguni na wangapi hawaingii ni Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jitahidi wewe na Yesu uhakikishe una uhakika wa kuingia mbinguni. Bwana asifiwe. Wewe ukiwa na uhakika, kwani utakuwa una shida gani? Utakuwa una shida. Utakuwa na shida. Watu wa Mungu, naomba nikutafakarishe jambo moja nikiwa nataka niende pointi ya pili, ambapo huko kwingine nitapita kwa haraka sana. Hivi ushawahi kujiuliza maisha manake nini? Bwana Yesu asifiwe. Ushawahi kujiuliza maisha manake nini? Sulemani ameishi, akawa na hekima, akaponda raha, akaoa wanawake 1000. Unajua wanawake 1000? Bwana Yesu asifiwe. Hivi unajua 1000? Akaoa wanawake alafu 700 walikuwa binti za kifalme. Kwa lugha nyepesi, wale 700 walikuwa watoto wa marais. Kwa sababu muda huo hapakuwa na marais, walikuwa ni wafalme. Kama ni eneo fulani, na muda huo wafalme walikuwa wachache, unaweza kukuta Afrika Mashariki, Tanzania, Kenya na Uganda kuna mfalme mmoja. Kwa hiyo yeye tabia yake alikuwa anaenda kila kwa mfalme anaoa binti yake. Na Biblia imesema alikuwa muoga wa vita. Unaweza kwenda kumpiga mkulima wako. Uwezi kwenda kumpiga, kwa hiyo alikuwa anaoa kwa wafalme ili asipigwe vita. Akaoa wana binti za kifalme 700 na maasuria 300, yani mahawala 300. Hapo mwisho wa siku pamoja na hao yote akaitimiza kitabu cha Mhubiri, kila kitu ni ubatili na kujilisha upepo. Yani akaona mpaka yeye hekima aliyompa Mungu, akasema kusoma kwingi na hekima napo ni kujiongezea huzuni. Amen. Yani alikuwa amechoka. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, Biblia imesema mtu atapata faida gani endapo akipata ulimwengu wote kisha akakosa kwenda mbinguni? Tunatakiwa tufanye kazi sana na Mungu atupe hela na kila kitu. Lakini jambo la kwanza ambalo unatakiwa kuzingatia moyoni mwako, unatakiwa mahusiano yako na Yesu yawe vizuri. Amen. Mtu mmoja akasema hivi, ishi kama unaishi miaka 1000 mbele yako. Yaani mipango yako kama ni ya miaka 1000, ila muda huo ni kama Yesu anarudi leo. Yaani kwa Yesu uko moto, alafu huku kwingine kwenye mipango na penyewe uko moto. Ila ujiangalie usije ukalemewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa maisha, Paulo alipoona kila kitu sasa ni cha ajabu, akasema maisha bana ni kula, kunywa, kuwa na mavazi na uhusiano na Mungu, kwenda mbinguni, basi vingine ziada. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Sasa naenda jambo la pili. Alafu huku nitakimbia sana kwa sababu Yuda alishakwisha kuyasema mengine. Matukio kabla ya unyakuo. Sasa Yesu kabla hajaja kulinyakua hili kanisa, kulitoa duniani, kule mwishoni nitakuelezea nini maana ya unyakuo. Kuna matukio yapi ambayo yatatokea? Mengi mtumishi wa Mungu kashayasema. Sasa mimi
Nitakutajia tu machache sana. Jambo la kwanza ambalo linatokea kwa wakati huu, kwa sababu tupo kwenye wakati huo wa karibu na unyakuo, ni ukengeufu, kuiacha imani. Kabla kanisa halijanyakuliwa, inabidi utokee ukengeufu, watu waiache imani. Ukiona mtu alikuwa anasali akaacha kusali, ujue ni ishara ya kwamba Yesu yupo karibu kunyakua kanisa. Maana Paulo anajibu kwenye kitabu cha Wathesalonike wa pili, ile sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 12. Anasema, ndugu, msisitushwe kwa waraka, kwa neno, wala kwa roho, wala kwa chochote, kana kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwapo. Anaposema siku ya Bwana anamaanisha kanisa kunyakuliwa. Akasema ile siku haiwezi kuja mpaka ukengeufu utokee, yule mwana wa kuasi afunuliwe, aketi kanisani, aonekane kana kwamba ni Mungu na kuabudiwa. Kwa hiyo haya mambo, unapoona mtu anaacha imani, watu wanaacha misingi yao. Kama ungekuwa unafuatilia, kuna wahubiri wengi ambao zamani walifundisha vizuri, sasa hivi waishaacha, hawafundishi vizuri tena. Kuna wengine walikuwa wanasema kuzini ni dhambi, mwingine akaandika kwenye mitandao ya kijamii akasema, kumbe kuzini nimegundua sio dhambi ila ni kosa. Watu wanazidi kupunguza, watu wanazidi kushusha, wanashusha viwango. Kwa hiyo unapoona watu wanakengeuka, wanatoka kwenye misingi ya imani ile ya kweli, utambue Yesu yupo karibu kuja kunyakua kanisa. Bwana asifiwe sana. Na roho hii ya ukengeufu inatenda kwa asili. Kuna wengine wanaweza wakawa wanaingia kanisani, wanafanya kila kitu, ila walishaasi mioyoni mwao, walishamwacha Mungu, walishakubaliana na mambo manyonge. Ndio maana watu wa Mungu sasa hivi inabidi tupandishe sana viwango vya imani, kiasi kwamba ijulikane waliookoka ni kina nani na ambao hawajaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kama tukitaka kujifananisha na wa dunia, hatutaweza kutoboa mbinguni. Mwisho wa siku tunaisha kutishiana, utamaduni. Nakwambia vaa vibaya, vaa mavazi wana ni utamaduni. Acha kuvaa vibaya, acha mbwembe za kwamba ni utamaduni. Kwa hiyo kama ni utamaduni ndio uvae vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Eti kwa kuwa ni utamaduni uvae vibaya. Jamaa siara basi. Mwanamke anaingia kanisani amepiga kisuruali chake kile bana, alafu ndo anaimba praise. Hapo kimuuliza anasema bana, utamaduni, mavazi ni utamaduni. Kwa kuwa umevaa, kwanza unaonekana uchi kama kitoto. Hapo nasema utamaduni ni kushusha viwango vya imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vijana wananyoa mapanki ya hatari. Mtu hata zimeisha hapa juu nyingi, alafu zimevurugwa. Unamwambia anasema bana, Mungu anaangalia roho. Ni kweli Mungu anaangalia roho, ila roho yako ni chafu, maana imependa uchafu ndio maana tena. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Fanya nini tupandishe viwango vya imani juu sana. Lakini julikane waliookoka ni kina nani. Watu wanaiacha imani, wanakengeuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wengine wanasema sasa hivi Mungu bana hatoi wake. Mungu aishaachaga hiyo kitu. Unaoa tu yoyote unayotaka. Wewe ukimwona fulani yeye ananifaa, beba, nenda naye. Na wengine wameenda mbali zaidi. Mtu mmoja nilishangaa, siku moja tunafundishwa semina, akasema, kwani ukioa ambaye hajaokoka ukamleta kanisani, si unamvunia Bwana matunda? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ni njia isiyo sahihi. Ni njia isiyo sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Hapo sijamaanisha wale ambao wameolewa na ambao hawajaokoka kwamba wako sahihi. Kama umeolewa na ambaye hajaokoka na baadaye ukaokoka, Biblia imezungumza kwenye kitabu cha Wakorintho sura ya 7. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nazungumza ambaye tayari yupo kanisani afu bado hajaoa. Baada hapana anategemea kuwa anasema nitaoa nje yoyote ambaye hajaokoka. Baada hapo nitambadilisha. Yaani Mungu ameshindwa kubadilisha, naye wewe ndio utambadilisha. Hapo unajidanganya. Kijana mmoja alikuwa anapenda sana kufuatilia wasichana. Alipooa akaniambia, brother, sasa hivi mambo yataenda vizuri kwa sababu nishaoa. Kwani mke alikaa sasa amemchukua tu kokote. Siku 2-3 baada alimuokokesha, yani alipomuaga akaokoka. Mwingine kuna harusi ilifungwa nyumbani kwetu mwaka jana, si mwezi wa ngapi. Yaani siku inakuja kufungwa harusi ndio bibi harusi anabatizwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani alikuwa hajaokoka kabisa, ila siku ndoa inafungwa ndio anabatizwa sasa. Yaani kuna wengine wanapata rehema za Bwana. Mimi niseme hivyo. Kuna mwingine anaweza akafanya hivyo na maisha yakaenda vizuri. Sasa
usiige. Utapigwa na kitu kizito ambacho hakijawahi kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Ukengeufu, watu wanaiacha imani. Lakini jambo lingine, kukataliwa kwa mafundisho ya kweli. Watu wanayakataa mafundisho ya kweli. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 5, ambalo ndilo andiko letu kura, wito wetu wa huduma ya injili isiyogoshiwa. Kukataa mafundisho ya kweli. Timotheo wa pili 4:1 mpaka 5. Paulo anamwambia Timotheo ya kwamba wakati wangu wa kufariki umefika. Lakini kuna mahusia akampa. Akamwambia, ninakuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu. Sasa lile neno ninakuagiza kwenye lugha ya Kiingereza amesema I charge you. Kwa lugha nyepesi ya Kiswahili ni kwamba ninakuapisha. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwamba ni sawa na kwamba amekuweka mbele ya jaji hapo anakuapisha. Unajua ukiwa mbele ya jaji mahakamani, kile unalosema linafanya nini? Inaandikwa. Yaani ninakuapisha mbele za Mungu. Alafu akampa maagizo, akamwambia hubiri injili, uwe tayari wakati unaokufaa na usiokufaa. Karipia, kemea, onya. Maana kuna wakati unakuja watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, watajipatia walimu makundi. Sasa hivi washirika wakiona ya kwamba unakemea dhambi, unazuia mambo yasiyotakiwa, wanahama, wanaenda kwingine ambako hawakemewi. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni mimi na kuchunga na kukemea unanitishia kuhama, mwambia hama, nenda jumla. Amen. Ili mkaungane na huyo mkatupwe jehanamu wote vizuri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu ni lazima tuambizane ukweli. Watu wanaikataa kweli. Wakikemewa kweli hawataki kusikia. Lakini jambo jingine, upendo wa wengi kupoa. Upendo wa wengi kupoa. Upendo ushapoa kwa wengi. Upendo kupoa maana yake ni kwamba kutokujaliana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba tu nitoe mfano huu. Unajua mojawapo ya ishara ya upendo kupoa ni kwamba mwenzako akipata matatizo wala uhusiki naye hata kidogo. Akipata matatizo hauhusiki naye kidogo, hata kidogo kabisa. Anaumwa, huwezi kwenda kumsalimia, hata tu kumpigia simu haufanyi hivyo. Ni tofauti kabisa na kanisa la mwanzo. Kanisa la mwanzo kila kitu ambacho mtu akiumia wanaumia pamoja naye. Akifanya hivi wanatembea pamoja. Sasa hivi watu ni wabinafsi. Ni wabinafsi. Mwingine akiuma haendi hata kumtazama. Mpaka anapona anakuja kanisani utoka, mama nilisikia ulikuwa unaumwa. Sasa si ungeenda kumsalimia bana. Bwana Yesu asifiwe. Pendo umepoa. Hamna kujaliana. Bwana asifiwe. Hayo ni matukio yanaonyesha Yesu amekaribia kuja. Alafu na kuongezeka kwa matendo ya ukatili. Matendo ya ukatili sasa hivi yameongezeka kwa kiasi kikubwa. Unajua ukiangalia taarifa za huko duniani zinakuchosha. Zinakuchosha kwa sababu matendo ya ukatili ndio yanayoongoza kuliko taarifa zingine. Utasikia mtoto ametupwa kwenye choo. Mzazi amembaka mtoto wake. Mtu mkubwa amembaka mtoto wa kiume. Yaani mambo ni ya ajabu. Mara bodaboda mmoja amekutwa kwenye mtaro ametupwa, amechinjwa. Nilishuhudia kipindi nikiwa Mbeya ilikuwa mwaka wa pili 2023. Nilikuwa Mbeya niko field. Kwenye ile kampuni ambayo tulikuwa tunafanya kazi, kulikuwa kuna mfanyakazi mmoja alikuwa pia anaendesha bodaboda. Tulikuja tu kuamka asubuhi tukaambia kwamba amekufa. Kuna mtu alimwambia niendeshe nipeleke mahali fulani. Alipomwendesha walipofika mbali huko akamchoma kisu mti, akamuua, akamtupa chini akamwacha hapo akasepa na pikipiki. Matendo ya ukatili yanaongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa unapoyaona hayo utambue Yesu amekaribia kuja kunyakua kanisa. Kupenda fedha na masumbufu ya maisha. Watu wanapenda hela kuliko kumpenda Yesu na masumbufu ya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Yaani watu wapo tayari wafanye jambo lolote lile ili mradi apate hela. Mwingine yuko tayari kutoa rushwa ili mradi apate hela. Mwingine yuko tayari kusaliti kabisa misingi ya imani ili mradi apate fedha. Mwingine yupo radhi asije kabisa ibadani ili mradi apate hela. Watu wa Mungu, haya maisha yanapita. Haya maisha yanapita, lakini maneno ya Yesu hayatapita kamwe. Bwana Yesu asifiwe.
Mtu hayupo tayari kabisa lazi kuja ibadani, afanye tu mambo yake. Bwana asifiwe sana. Maarifa kuongezeka. Maarifa yameongezeka. Unajua zamani, mama zangu wala ambao wana umri mkubwa kidogo, mtakuwa mnafahamu mwanzoni hata tu baskeli ilikuwa ni shida kuipata. Baiskeli tu ni shida kuipata mpaka mtu ana hela. Radio tu mpaka kwa kiongozi wa mtaa. Lakini sasa hivi maarifa yameongezeka. Kila mtu anaweza tu akapata taarifa. Mwanzoni ilikuwa kupata taarifa mpaka ukasome magazeti. Sasa hivi akiuawa mtu Mwanza, baada ya dakika moja ushajua. Naangalia tu kwenye simu. Sasa hivi kuna taarifa gani imetokea? Maarifa yameongezeka. Danieli alitumia neno jepesi kwenye Danieli 12 mstari wa 4. Akasema na wengi watakimbia huko na huko na maarifa yataongezeka. Sasa aliposema kukimbia huko na huko, alikuwa anamaanisha kuongezeka kwa maarifa kwa habari ya usafiri. Wewe leo hii unaweza ukakimbia Mwanza, kesho ushafika Mbeya, kesho kuta huko Dar, alafu siku nyingine usharudi hapa. Yaani baada ya siku 3 unakuta umetembelea mikoa 5 ya mbali na usharudi Dodoma. Maarifa yataongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Maarifa yameongezeka kila sehemu. Sina muda wa kuelezea sana kuhusu maarifa, lakini sasa hivi watu wana uwezo wa kuzaa bila kukutana mwanaume na mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Wanachukua yai la kike na mbegu ya kiume, wanaunganisha mtoto kwenye test tube. Anatokea mtoto, anaibuka. Bwana Yesu asifiwe. Maarifa yameongezeka, watu hawafanyi kazi. Mimi nipo kwenye mambo ya migodi. Tanzania ndo bado tupo chini, lakini nchi zingine kama China sasa hivi hawafanyi kazi mgodini. Eti unachukua hivi unapiga kwa leo unarusha. Hayo mambo hamna. Hata tu kubonyeza switch sasa hivi hawabonyezi kwenye migodi. Maana vyuma vya migodini kwanza, ikitokea tu ikapata short, kuna mashine moja ya kusaga mawe, kuiwasha inahitaji voti 10,000 za umeme. Kuiwasha. Yaani ukiiwasha ukianza kutembea hivi, ukipitisha basi karibu, inaweza likarushwa hata mita 10 ikivamizwa. Sasa wao waishagundua ikitokea short inaua watu. Waishatengeneza maroboti. Ni robot tu yuko ofisini. Ni robot ikitokea short linaumia, ni robot anatengeneza lingine. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi kuna maroboti, wengine wanaoa maroboti huko duniani. Wanaoa roboti. Bwana Yesu asifiwe. Wanaoa roboti. Na mambo mengine ni mabaya hata siwezi kuyaongea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Lakini jambo lingine, kuporomoka kwa maadili. Kama vile ambavyo nimesema mwanzo, maadili yameporomoka. Hili linaonyesha Yesu amekaribia kunyakua kanisa. Maadili yameporomoka kwenye kuvaa, mtu anavaa anavyotaka. Maadili yameporomoka kwenye familia, mtoto anaweza akamtukana mzazi. Ambia mama, na wewe usinitishe, ushapitwa na muda. Mama kumwambia usinitishe, umepitwa na muda, aliyekutangulia kuzaliwa. Watoto wanasema hivyo sasa hivi kwa wazazi, usinitishe, ushapitwa na wakati. Kama ni binti anageuza sio na mikono, wanageuzaji. Anapindisha na mdomo. Kama wewe ni baba yako na kulani, mdomo unageuka upande hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kulani mdomo unakuwa hivyo hivyo. Ukigeuza yani mdomo ndio unakuwa wa hivyo. Ukikunja hivi mkono sio unafanyaje, mkono unakuwa hivi hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kuporomoka maadili. Maadili yameporomoka mpaka sasa hivi Tanzania imeanzisha somo linaloitwa historia ya Tanzania na maadili. Lipo wanasoma, ulizeni wanaosoma nani? Si sekondari. Wanasoma. Somo linaloitwa historia ya Tanzania na maadili. Maadili yalishashuka. Na ukweli ni kwamba serikali haiwezi kurejesha maadili. Kwa sababu maadili ni kitu cha ndani cha moyoni. Uadilifu, mojawapo ya sifa ya Mungu ni uadilifu. Kiko moyoni. Kwa hiyo mtu huwezi ukamlazimisha akae kwenye namna ambayo kabla moyo haujageuzwa. Maana tatizo ni moyo. Bwana Yesu asifiwe. Watafundisha watoto, ndio maana unaweza ukashangaa kuna mtu umesoma naye alikuwa tu yuko vizuri shule ya msingi, wapi sekondari, lakini akisharuka tu chuoni akija kurudi ni mwingine. Tofauti kabisa. Mimi kuna watu nimesoma nao huko chini wako vizuri sana. Lakini tu tulipoachana akaenda chuoni, anakuja kurudi namna anayovaa unashangaa. Yaani ana nguo za chuoni, ana nguo za nyumbani. Chuoni anapigilia kichuruai kimebana, binti anatembea. Ukikutana naye utafikiri nimekutana na miti miwili imeunganishwa na mtu inatembea.
Yesu asifiwe. Maadili yameporomoka, watu wa Mungu. Wazazi, ni washauri mama zangu na baba zangu, mtoto jinsi unavyomlea ndivyo akuavyo. Hawa watoto msiwalee mkaanza kuwavalisha mavazi ya ajabu ajabu wakiwa watoto wadogo, alafu wakikua watawasumbua. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto unatakiwa umvalishe vizuri, valishe vizuri, usimtengenezee kuvaa mavazi ya aibu ya ajabu ajabu. Akija kukua atajua ndo maisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Haile jambo lingine, nadhani nimalizie hili alafu baada hapo naenda pointi ya 3. Nitamalizia pointi 2. Pointi ya kwanza ni pointi nyingine ni kwamba mojawapo ya dalili ya kwamba unyakuo umekaribia kutokea ni utukufu wa Mungu kuondoka kanisani. Utukufu wa Mungu umeondoka kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Utukufu wa Mungu kuondoka kanisani. Watu wa Mungu, huo ni ukweli, hata siongei utani. Utukufu wa Mungu umeondoka kanisani. Bwana asifiwe. Kwa sababu Mungu cha kwanza sheria yake ni utakatifu. Lakini pia kuna utukufu wale ambao wakikutana watu wa Mungu na unaona kabisa kuna utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Na huu utukufu unafikiri uliondoka taratibu. Sina muda wa kueleza, ningekusomea kitabu cha Nabii Ezekiel sura ya 10 yote. Nabii Ezekiel utaenda kusoma. Nabii Ezekiel sura ya 10 yote na Ezekiel 11:23. Lakini nitakuelezea. Mungu akamwonyesha Nabii Ezekiel jinsi ambavyo Mungu aliliacha taifa la Israeli. Akaanzia kumwonyesha utukufu wa Mungu ulikuwa patakatifu pa patakatifu. Kwenye Agano la Kale, ile hema ya kukutania au hekalu ilikuwa limegawanyika mara 3. Ulikuwa kuna patakatifu pa patakatifu, kuna patakatifu na ua wa nje. Huko patakatifu pa patakatifu, mfano kama hapa ungekuwa kuna pazia. Linatoka hapa linaenda mpaka huko, linafunika kutoka juu mpaka chini, litengenezwa wakati wa misa. Na lile pazia ilikuwa ni kwamba hamna mtu kuingia. Wala kuhani wala nani. Makuhani ndio walikuwa wachungaji kwenye Agano la Kale. Walikuwa wanaingia mara moja kwa mwaka kwa ajili ya upatanisho wa dhambi. Na akiingia kuhani anatakiwa awe alijitakasa kule kwanza, ametubu dhambi. Kila kitu anaingia peke yake, hapo wamemfunga kamba huko. Alafu na kananika moja akifanya hivi kanalia. Njuga. Sasa akiingia kule ndani kama alikuwa bado hajajitengeneza vizuri, akiingia tu kwa patakatifu anakufa. Hamna kumuijia, ukiingia na wewe unakufa. Kwa hiyo inabidi mnaanze kuvuta kama ng'ombe. Mnavuta mnazika. Mkimaliza kuzika mnachagua kuhani mwingine dakika hiyo aingie. Na yeye akizingua anakufa pale pale. Mungu anaona mchezo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo akaonyesha utukufu wa Mungu katoka huku kwenye ua wa ndani patakatifu pa watakatifu. Akaona umetembea umeenda mpaka kwenye kizingiti cha mlango. Utukufu wa Mungu ukasimama hapo. Baadaye akashangaa kuna malaika wanaitwa makerubi wamesimama pale nje na magurudumu. Ule utukufu ukatoka pale kwenye mlango ukaangukia kwa kerubi. Alafu kerubi akapaa na utukufu akakimbia nao, akaenda nao mpaka kwenye lango la mji. Zamani hizo kulikuwa kuna malango ya mji. Mfano kama hii umoja yote mnazungushia ukuta unaozunguka pote. Alafu kunakuwa kuna mlango huu wa kutokea. Sasa malaika akaanzia utukufu ukatoka hekaluni huko. Ukaenda kwenye mlango hapo. Alafu kaangukia kwa kerubi. Kerubi akasepa nao mpaka kwenye lango la mji. Alafu baadaye kerubi akapaa nao akaenda nao mlimani. Maana Mungu ameiacha. Yaani kama ni umoja, Mungu si anakaa huko patakatifu. Kama tuwashumu mmoja kuna kanisa moja kama ile ya kusali. Sasa ukaona Mungu alikuwa huko ndani akatoka akaenda akasimama kwenye mlango. Baadaye utukufu wa Mungu ukabebwa na kitu fulani ukaenda mpaka kwenye lango la mji. Maana Mungu amesimama mlangoni. Baada pale Mungu akapaa kaenda mpaka mlimani. Maana yake ni kama umoja ilikuwa imezungushwa imeachwa bila Mungu. Ndicho kilichotokea kwa Israeli. Na kanisa kufa lilianza hivyo hivyo. Mwanzoni walikuwa wanasali ibada, wanahudhuria ni watu wa ibada. Mwisho wa siku zikaanza siasa. Ibada za katikati tupunguze. Watu sasa hivi wana kazi nyingi sana. Kwa hiyo ibada za katikati tukipenda tutakuwa tunakutana hata mara moja. Jumapili na penyewe zikaanza siasa. Watu wana majukumu mengi, tusali hata ibada mbili. Ibada nyingine saa 12 mpaka saa 2. Nyingine saa 2 mpaka saa 4. Watu wana majukumu mengi, waende wakapumzike. Walianza hivyo hivyo. Na sasa hivi ibada mbili zimejaa kila sehemu.
Unajua ili uwe na ibada mbili, moja uwe na washirika wengi sana kiasi kwamba kuwahudumia mara moja haitoshi. Lakini mbili, jengo la ibada halitoshi kuingia washirika kwa wakati mmoja. Lakini tofauti na hapo ni usanii tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mimi nilipata tabu ilikuwa mwaka gani? Yuda nafahamu hali inaposali. Shtukia mara ibada 3. Washirika wenyewe tunaweza tukaingia kwenye ibada tukafiti wote. Ila ibada 3. Nilikuwa mzee wa kanisa. Nikasema baba hamna. Hizo sawa. Mimi nasemaga. Yaani mimi Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, utukufu wa Mungu umeliacha kanisa, tunatakiwa turudi kwenye utukufu wa kwanza. Wazee wote wa zamani wanaelezea tunatakiwa turudi kwenye utukufu. Yuda, unajua Jumapili mzee alikuwa anaelezea nini? Tunatakiwa turudi wapi? Bwana Yesu asifiwe. Wazee wote wa makanisa wanajua tulikotoka. Tunatakiwa turudi huko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Jambo la mwisho afu nitaambia pointi nyingine nitakuwa namalizia. Maandalizi ya mpinga Kristo. Mojawapo ya dalili ya kwamba tumekaribia kunyakuliwa maandalizi ya mpinga Kristo. Ameshamsema mpinga Kristo atakuwa mwanadamu kama sisi, lakini mwenye elimu ya hali ya juu sana. Ile kitakachotokea ataingiwa na shetani. Yaani unaona yale mapepo yanayolipuka. Sasa mapepo yote yanatoa nguvu kwa shetani. Kwa hiyo sasa shetani mzima ataingia ndani ya nani? Kama mtu ameingiwa na pepo mmoja, mkimshikilia mpaka watu 5. Hebu ashumu mtu ameingiwa na yale mapepo yote, sasa anakuwa ndio huyo atakuwa hivyo mpinga Kristo. Ataingiwa na shetani mzima. Na sasa hivi maandalizi yaliyoko duniani ni ya kumwandalia mpinga Kristo kiti aje aketi. Sina muda wa kueleza kitabu cha Danieli namna ambavyo mpinga Kristo ametajwa kama pembe ndogo. Lakini mojawapo ya mambo yanayothibitisha mpinga Kristo anaandaliwa ni dunia inatafuta iwe na serikali moja. Bwana Yesu asifiwe. Dunia inatafuta iwe na serikali moja, iwe na rais huyu. Ndio maana mpango wa Umoja wa Mataifa sasa hivi unaoitwa New World Order, mpango mpya wa ulimwengu, una mambo 11, sina muda wa kuelezea. Unasema ya kwamba tunatakiwa sasa hivi kama mipaka ya Tanzania, ondoa mipaka ya Kenya, ondoa. Yaani dunia nzima iwe kama kisiwa, kila mtu anaenda popote anapotaka. Wanafanya hivyo kwa sababu kuna mpinga Kristo ametabiriwa aje atawala. Kuwepo na rais mmoja, kuwepo na fedha hii. Sasa hivi dunia inajaribu kuangalia hela ipi ambayo inaweza ikatumika kwenye mataifa yote. Lakini kuwe na dini moja, na hiyo dini tayari ishaundwa. Inaitwa Islam. Iko Abu Dhabi, makao yake makuu. Wameungana Wakristo na Waislamu wanasali ibada moja. Nasema kwa sababu yako mtandaoni, hata kama mtu akinisikia akinishtaki, namwambia yako mtandaoni yanajulikana. Bwana Yesu asifiwe. Makao yake makuu yako Abu Dhabi. Wanasali Waislamu na Wakristo kwenye ibada hii moja. Wanasema ya kwamba misingi ya imani inatutenganisha, lakini kuabudu pamoja kunatuweka karibu. Kwa hiyo wanasema ya kwamba kama wewe unaamini kunena kwa lugha, wewe kanene kwa lugha kanisani kwako, lakini tukikutana kwenye ibada ya wote tunasali tu kawaida, usinene kwa lugha. Dini moja. Sasa hivi wanasali pamoja, wameungana dini ya Ukristo, dini ya Uislamu na dini ya Wayahudi. Wameungana. Na kiongozi mkuu wa dini hiyo ni Papa. Mimi nasema kwa sababu yako wazi, hakuna mtu akushtaki dunia hii. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kiongozi mkuu ni Papa, ndo anayeongoza. Sasa yule amesimama kwenye nafasi ile pale. Baada ya pale atakayekuja akae hapo kwenye dini moja ni mpinga Kristo. Lakini bali na hivyo maandalizi ya mpinga Kristo, watu wanatafuta sasa hivi wasiwe na fedha mkononi. Kuna siku niliogopaga sana. Muda sana umepita. Sijui hata kama nilikuwa nimeokoka. Nikaota mimi baba yangu ameokoka muda mrefu sana, mwaka 98 wakati nazaliwa. Sasa nilikuwa nasoma Biblia. Mimi sijaokoka, nasoma tu Biblia. Nikawa naona mambo si ya 666. Siku moja nikaota ndoto ya kwamba eti nimepewa kadi ya benki alafu ina 666. Ile jambo lilinitesa kuja kuanzisha kadi ya benki. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuja kujifunza nikaja nikaelewa mfumo wa benki ni mfumo ambao unawaandaa watu ili waje wampokee mpinga Kristo. Maana mfumo wa benki unakwambia usitembee na hela mfukoni. Acha hii ambayo sasa hivi wewe unaenda kuweka benki. Kuna benki zingine ambazo unaunganisha na kitu kinaitwa sim benki. Kwa hiyo wewe ukitaka kununua katika bidhaa, unabonyeza kwenye simu yako, unahamisha hela kutoka kwenye benki na kuhamisha kwenye duka. Wewe unatembea na bidhaa. Hela yako inabaki benki. Na huo mfumo ndio atakao utumia mpinga Kristo.
Maana Biblia inasema ya kwamba atawapiga chapa 666. Hamna kula wala kununua. Na hela zitakazotumika ni mfumo huo wa kutembea na kadi tu, hamna hela mfukoni. Msiogope kwenda kutengeneza kadi za benki. Ila ukweli ni kwamba wewe zitumie, hazina 666. Ila zinatumika sasa hivi ili kuandaa mfumo ambao mpinga Kristo atatumia watu hamna hela mfukoni. Kwa hiyo atapata njia rahisi ya kuwapiga 666. Dini moja ndio hiyo ipo tayari. Serikali moja sasa hivi mpango mpya unasema kwamba tuvunje mipaka yote. Alafu wanasema ya kwamba tuwe na makundi mawili tu, watawala na watumwa. Alafu utawala utakuwa ni wa polisi. Hamna kuchaguliwa. Ni wa polisi. Alafu wewe ukibishi wanakuua maana unapingana, na wana mpango wa kupunguza idadi ya watu duniani. Hili neno Mungu aliniambia 2019 sikuelewa. Nimekuja kuelewa siku hizi nilipokuwa nasoma maandiko. Na siku moja nikawa nimeketi mahali nikaota ndoto, nikasikia sauti inaniambia Freemason ina ufalme wa shetani umepanga kupunguza idadi ya watoto duniani. Alafu nikasikia sauti inatokea kwenye speaker, nikaamka. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Ndio ufuatilia ni kweli, ndio maana sasa hivi fuatilia, kuna mipango mingi ambayo inataka kupunguza watu duniani. Na mojawapo ya mipango ni mpango wa kusema ya kwamba mtu akizaliwa jichagulie jinsia. Donald Trump ameikataa, lakini Marekani walikuwa ishaipokea. Kwamba wewe ukizaliwa hapo katibu, yani wewe hatujui kama ni mwanamke au mwanaume. Ili ukiwa mtu mzima ndio unachagua kwamba nitakuwa mwanaume mwanamke. Maana kama ulizaliwa mwanaume unataka kuwa mwanamke, unaenda unabadilisha viungo. Unapewa vya mwanamke. Wanafanya, si nimekwambia maendeleo yalishaongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu tuko mbali sana. Yaani wewe inawezekana umekaa hapa umoja, unaona kana kwamba dunia haiendi. Dunia iko mbali sana, mimi nakwambia. Ndio maana tunahitaji haya mambo tuyafundishe kila sehemu, kwa sababu Biblia ilisema ya kwamba kuna baadhi ya mambo yatatokea, lakini mambo haya hayatatokea sehemu zote. Mfano tetemeko la ardhi. Dodoma ishawahi kupita tetemeko la ardhi mara ngapi? Ni mara chache, lakini sehemu zingine kuna matetemeko yanapiga kweli kweli. Ila Biblia ilisema matetemeko yatafanya nini? Yatatokea. Njaa mahali. Unaweza ukakuta Tanzania njaa sio kubwa sana, ila kuna nchi zingine kama Kongo na kwingine kuna njaa ya hatari kiasi kwamba watu wanakula mpaka mchanga. Kwa unabii wa njaa ukitimia nchi moja, Mungu anahesabu umefanya nini? Umetimia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kuna unabii mwingi umesema kwenye Biblia, lakini unatimia mahali. Unabii mmoja ulionishtua sana. Biblia imesema kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 16 kwamba wakati mpinga Kristo amesimama na anaendelea kupigana ile vita ya kulipiga taifa la Israeli, malaika mmoja atashuka kutoka mbinguni, atamwaga kitu fulani chetezo kwenye mto Frati. Mojawapo ya mito ambayo ilikuwa inamwagilia Eden inaitwa mto Frati, utakauka. Ila mwaka 2022 mto Frati umeshakauka. Kama mto Frati ulishakauka, maana yake tunaambiwa muda si mfupi na linyakuwa kanisa hili ni vita duniani yangu. Sasa na twende jambo la tatu. Sasa sababu za kanisa kunyakuliwa. Nimekueleza mambo yamekuchanganya kichwa, sasa kwa nini tunyakuliwe? Bwana Yesu asifiwe. Najua nishakuchanganya sana. Kwa nini kanisa linyakuliwe? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya matukio haya niliyokutajia, maasi kuongezeka, watu kuana, watu kubakana, mambo kila mabaya wanayofanya, waliookoka na wenyewe kurudi nyuma. Mungu ni lazima aipige dunia, ndo mwisho. Yaani Mungu lazima aipige. Huo ndo ukweli, lazima Mungu aipige dunia. Kitabu cha Isaya sura ya 24 mstari wa 19 mpaka wa 20. Unasema hivi, dunia kuvunjika inavunjika sana. Dunia kuanguka inaanguka sana. Inalewalewa kama mlevi, na mzigo wake wa dhambi ni mzito umeilemea. Nayo itaanguka wala haitainuka tena. Bwana Yesu asifiwe. Hasa kwa sababu ya mabaya haya yaliyopo, ni lazima Mungu aipige nini? Dunia ni lazima aipige. Kwa hiyo anatunyakua ili muda atakapoipiga dunia tukutwe hatu. Maana Mungu akipiga dunia hata mmoja, atapiga watu wote. Kwa hiyo inabidi atunyakue kwanza, tutoe watakatifu, ili akiipiga dunia tukutwe hatu. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa sababu ya kunyakuliwa ni kwamba Mungu anataka atuepushe na hukumu atakayoiachilia juu ya dunia. Bwana asifiwe sana. Mungu ataipiga dunia, na ataipiga kupitia dhiki kuu. Bwana asifiwe.
Sina muda wa kueleza haya mambo yote, lakini Mungu atatunyakua ili kutuepusha na hukumu yake kupitia dhiki kuu. Mfano tu mwepesi. Mimi nikiyasoma mambo ya Biblia naogopa sana. Kitabu cha Ufunuo kimeandika hivi, wakati wa dhiki kuu mojawapo ya mambo yatakayotokea, Mungu ataruhusu miti yote iliyoko duniani ikauke. Tunaiona hiyo miti ya kijani. Ataruhusu kwa wakati mmoja ifanye nini? Ikauke. Alafu muda huo ataruhusu maji yote yaliyopo kwenye vyanzo vya maji yageuke kuwa damu yote duniani. Alafu muda huo anasema ya kwamba ili jua unaliona hili atalisogeza. Hebu ashumu ukifika sasa hivi juani unaungua vibaya, alafu atafanya nini? Na wataalamu wote wa sayansi zote za kwenda juu hawajawahi kuvuka kwenye jua. Maana ukikaribia kwenye juu unaungua. Sasa Mungu anasema hivi, atalisogeza nini? Atalisogeza jua, alafu litawaunguza wanadamu. Alafu muda huo atafungua shimo la kuzimu, watatokea nge, lakini ukubwa wao ni kama farasi. Ni nge ila ukubwa kama farasi. Alafu akikuuma mara moja, maumivu yake ni kama ya nge. Kama umeshawahi kuuma nge, ila maumivu yake yanaisha baada ya miezi 5. Kwa hiyo akikuuma, unaumia kama umeuma na nge miezi, wakati uma mara 2 miezi 10. Kwa sasa inakuwaje watakatifu tuguswe na hayo mambo? Mungu anataka atutoe ili tuepukane na hayo mambo. Kuna mambo mengi mabaya yatatokea. Kama maji yamekauka, iko ashumu maji yamekauka, miti imekauka, jua amelisogeza. Kwa hiyo hamna maji, hamna nini? Chakula. Sasa hivi tuko kwenye nyumba huko tunatoka jasho. Jua kilisogeza, utaweza kukaa kwenye nyumba? Utaweza kukaa? Haitawezekana kukaa. Maana kilisogeza huko ndani patakuwa panawaka. Ukitoka nje penyewe panawaka. Ukimbilie kwenye mti gani, miti ishakauka. Uende kwenye maji yashakuwa damu. Unayafikiria hayo maisha? Kwa hiyo tukikwambia Yesu anakuja kunyakua kanisa, kuna mambo mabaya yanakuja mbeleni. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hapa kwenye kitabu akasema ya kwamba mfarijiane kwa maneno hayo. Hata kama unapitia dhiki kiasi gani na mambo gani mabaya, tufarijiane basi kwa mambo hayo, kwamba Bwana atatuepusha na hayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anataka atuepushe na dhiki kuu. Lakini jambo jingine, sababu ya unyakuo, Mungu anataka atutenge na wenye dhambi milele. Anatutenga na wenye dhambi milele. Yaani ile siku ya kunyakuliwa ndio kutengwa na wenye dhambi milele. Na ndio maana nakwambia mlilie sana sasa hivi baba yako, mama yako, shangazi, mjomba kama hajaokoka. Mwambie Yesu, okoa ndugu yangu. Kumbuka na ulie sana sasa hivi ufunge kwa ajili yake. Maana siku tumetengwa nao milele, hautawaumia. Yaani wewe utavaa hasira ya Mungu ndani yako, itakuwa ni kukanyaga iwe kichwa cha mama chako, kanyaga. Iwe ni mjomba, kanyaga. Maana hasira ya Mungu itakuwa ndani yako. Alafu utakuwa ukikanyaga ndio unashangilia. Amina nawaambia. Yaani ile hasira ya Mungu ikija ndani yako, utakuwa ukikanyaga ndio unashangilia. Bwana asifiwe. Yesu anataka tutenge na wenye dhambi milele. Lakini pia kama mtumishi wa Mungu alivyosema, tunanyakuliwa ili twende tukashiriki harusi ya mwanakondoo. Harusi ya mwanakondoo aliyosema Yesu ya kwamba hata kunywa uzao wa mzabibu mpaka tutakapokunywa naye katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo Yesu akitunyakua tutaenda kushiriki naye harusi ya mwanakondoo ya miaka 7. Yaani harusi ya miaka mingapi? Miaka mingapi? Sasa hiyo harusi unaifikiriaje? Unakosaje sasa? Sasa wewe harusini unaendaga siku ngapi? 1, 2, 3. Imezidi sana. Lakini kwa Yesu miaka, yaani ni harusi tu tunakula miaka 7. Sasa mimi sijui kuna nini kule. Maana Biblia haijasema. Ila tumeambiwa tu hatutakunywa uzao wa mzabibu. Yesu alisema ila tutakunywa naye. Kwa mojawapo ya jambo tutakalofanya, tutashiriki na yeye meza ya Bwana. Sasa na vitu vingine ambavyo sivijui. Bwana Yesu asifiwe. Ingekuwa imeandika nyama choma ningesema kuna nyama choma. Yeye Biblia imejamaza, kwa hiyo siwezi kujitungia ya kwangu. Bwana asifiwe. Lakini pia tunaenda kupokea hukumu ya watakatifu. Kwa maana ya kwamba kila kazi ya mtu itapimwa kama alivyosema mtumishi wa Mungu. Kazi yako ikithibitika unapewa taji. Kazi yako ikishindwa kuthibitika haupewi taji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ulitakiwa wewe ufanye kazi fulani ya Mungu na umefanya chini ya kiwango,
Maana kazi yako itaungua. Utakuwa tu umeingia mbinguni, umepanda kana baba ni kwa moto, ila hamna taji. Ila Biblia inasema kwenye Danieli 12 mstari wa 3, kuna wengine watang'aa kwa nguvu kuliko jua. Unaliona jua? Ila kuna wengine taji zao zitakuwa zinang'aa kuliko nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tafuta basi hata ya kung'aa kama tochi na wewe. Amen. Bwana asifiwe. Hata kama kuna watu watavaa taji na ng'aa kuliko jua, basi ukose hata ya tochi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wajibu wa muamini katika siku za mwisho ili kungojea unyakuo. Hapo nitakuwa namalizia hapo. Wajibu wa muamini katika siku za mwisho ili kungojea unyakuo. Kama nimezungumza maana ya kanisa ni nini, nimezungumza matukio yatakayotokea na kwa nini Mungu aje kunyakua kanisa. Sasa tufanye wajibu gani? Nitakuwa ninamalizia hapo. Tufanye wajibu gani ili sisi tuweze kubaki salama? Nimekusomea lile andiko nikakwambia kwamba amezungumza tufarijiane kwa maneno hayo. Sasa ni kama anaposema tufarijiane kwa maneno hayo, anatoa wajibu, yani tukae kwenye tumaini la kurudi kwa Yesu. Na tukikaya kwamba kuna siku Yesu atatunyakua. Paulo anaandika kwenye waraka, sikumbuki, anasema hivi: tukiwa tunamngojea Bwana wetu kutoka mbinguni atakayebadili mwili wetu wa unyonge kuwa katika mwili wa utukufu. Yaani atatubadili udhaifu wetu afu tutakuwa katika utukufu. Na kama tunasubiria hivyo, kuna wajibu tunatakiwa tufanye. Na wajibu ambao tunatakiwa tufanye kama ifuatavyo: moja, kuishi maisha matakatifu. Ni lazima tuishi maisha matakatifu. Huo ndo wajibu wetu. Yaani kama tunasubiria na tunataka Yesu aje atunyakue, ni lazima tuishi maisha matakatifu. Ni lazima tuishi maisha matakatifu. Jitenge na dhambi, jitenge na waovu. Kataa kutembea na wenye dhambi. Mithali 1:10 inasemaje bwana? Mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali. Yaani ukishawishwa na wenye dhambi, kataa. Ukishawishwa kutenda jambo baya, kataa, usikubali. Wamama na mama zangu, mkishawishwa kusema umbea, mkatae. Kwa sababu jaribu kubwa la wanawake ni kusema umbea. Amen. Kumsema mwingine kitokeza tu siku amevaa vizuri, naanza kumsema na afu hajapendeza sana. Umbea acha. Bwana Yesu asifiwe. Kataa, ukishawishwa na wenye dhambi ukatae. Kuna mwingine kila mara anakuletea umbea. Mkija kumaliza wewe ni mkavu, Roho Mtakatifu kasha kuacha. Wewe ukiona anakuletea umbea, siku moja umzuie, mwambie bana, mimi maneno ya kusengenya watu hamna, mimi nishaokoka. Mkataze. Jitenge na wenye dhambi, ishi maisha matakatifu. Lakini jambo la pili, ibada. Ibada. Ni lazima tuendelee kukusanyika kumfanyia Mungu ibada. Ukiacha ibada hutanyakuliwa. Ibada. Lakini pia maombi. Watu wa Mungu, kitabu cha Mathayo 25:1 mpaka 13. Anatoa mifano ya wanawali 5 wapumbavu, wengine wenye busara. Sasa wale wanawali walikuwa anazungumza na watu wa kanisani. Maana anasema wote walikuwa wanamngoja bwana harusi. Wale ambao hawajaokoka hawajui chochote ya kwamba Yesu anarudi. Japokuwa wanaweza wakawa wanasikia tunahubiri. Lakini wewe ambaye umeokoka, unajua kabisa Yesu anarudi. Kwa hiyo usiwe mwanamwali mpumbavu ambaye unatoa taa bila mafuta. Ni lazima uhudhurie ibada. Unapohudhuria ibada unapata nguvu ya kuendelea mbele. Mfano kama hivi umehudhuria leo, umepata fundisho, umepata nguvu ya kuendelea. Jumatano ukija tena ukafundishwa na tukaomba kwa pamoja, unapata nguvu tena. Ijumaa tena ukirudi ukafundishwa na tukaomba, unapata nguvu. Kwa ni lazima wewe unafanya hivyo. Lakini ukiacha kuhudhuria ibada hizi za pamoja, taratibu unaanza kuisha kiroho. Unaanza kuisha kiroho. Mwisho wa siku ulikuwa unaacha ibada za katikati ya wiki, unaanza kuchelewa na Jumapili unakuja muda unaotaka. Mwisho wa siku unaacha kabisa kuja na Jumapili. Shida ni nini? Ulianza kupungua taratibu. Utukufu ulianza kutoka patakatifu, ukaenda kwenye kizingiri cha mlango, ukaenda kwenye lango la mti. Mwisho wa siku unakimbilia mlimani. Bwana Yesu asifiwe sana. Maisha ya ibada na maombi. Maisha ya ibada na maombi. Lakini wajibu mwingine tufanye nini sasa? Tufanye nini sasa? Tumtumikie Mungu. Tumtumikie Mungu. Ishi maisha ya kumtumikia Mungu. Kama Mungu amekupa wewe ni mhubiri wa injili, hubiri. Kama amekupa kufundisha kama mwalimu, fundisha.
Kama umepewa kuimba kama mwanakwaya, imba. Chochote ambacho amekupa Mungu fanya. Bwana Yesu asifiwe. Kumtumikia Mungu kwenye kazi kama za kanisa, uzulia. Unafanya. Kama ni kazi za nguvu, uzulia. Fanya vyote, mtumikie Mungu. Yohana wa kwanza 3:1-3. Yohana wa kwanza 3:1-3. Anasema, tazama ni pendo la namna gani aliyotupa Baba ya kwamba tuitwe wana wa Mungu. Na anasema ya kwamba na ndivyo tulivyo, lakini bado haijadhihirika bado. Maana tutakapomwona Yesu tutafanana naye. Yaani tukimwona Yesu katika ule utukufu wake, sawa na alivyoona Yohana kwenye maono yake kwenye ile Ufunuo 1. Anasema sio akamwona mtu amevaa vazi limefika mpaka miguuni, macho yake kama mwali wa moto, kichwa chake cheupe, alafu unatoka upanga mdomoni mwake. Alafu miguu yake ni mieupe kana kwamba imesuguliwa kwenye shaba. Sasa anasema zile sifa zote tukimwona Yesu na sisi tutafanana. Na ndio maana nimekuambia muombe ndugu yako sana sasa hivi, maana siku ile tutafanana na Yesu. Utakuwa unatoa upanga mdomoni, unaenda kumtandika mwovu, hamna kumhudumia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa tuishi hayo maisha. Na anamalizia mstari wa 3, anasema ya kwamba na mwenye matumaini haya ya kufananishwa na Kristo aendelee kujitakasa. Maana aendelee kujitenga na dhambi. Anaposema kujitakasa hapo amaanishe aendelee kutenda dhambi afu baada ya pale haja atubu. Anatenda dhambi afu baada hapo anakuja na watu wa Mungu. Ukiamua kuiacha dhambi, iache ikimbie kabisa kwa gharama yoyote. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu wa Mungu, naomba nimalizie kwa neno hili. Unyakuo maana yake. Unyakuo ni tukio la kuchukua kitu kwa ghafla. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nitolee kwa. Hiki kitambaa nimekiweka hapa. Nikitaka niseme nimekinyakua, nakuja kama napita afu nafanya hivi. Hiyo ndo maana ya kunyakua. Kuna wakati mwingine mwizi akiiba unasema amekwapua. Sasa unasema kwamba amenyakua. Kwa hiyo kunyakua ni tukio ambalo litatokea ghafla. Hakuna mtu atakayepewa taarifa. Yesu aishakwisha kusema kwenye Marko 13:32. Marko 13:32 anasema hakuna mtu anayejua ile siku. Kwa hiyo mtu asije akatoka. Kuna manabii wajinga wapo mitandaoni. Wengine walisema tarehe ngapi? Walisema tarehe 15 mwezi wa 9 2025 unyakuo utatokea. Bwana Yesu asifiwe. Asije akakudanganya mtu anajua tarehe ya unyakuo. Yesu amesema hakuna anayejua. Hata yeye anasema hata mimi sijui. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi tumepewa tu kuziona ishara. Kwa kama tunaona ishara tuishi maisha matakatifu. Kwa Yesu atakuja kwa ghafla, atakuja linyakue kanisa kwa haraka. Na parapanda ila ataisikia tu ambaye ni mtakatifu. Amen. Yaani parapanda itapigwa, waliokufa katika Bwana wataisikia na walioko duniani watakao kuwa hai wataisikia. Alafu kwa dakika moja watanyakuliwa. Maana yake ni kwamba itakuwa ni tukio la kumuondoa mtu kwa ghafla pasipo kubadilisha chochote duniani. Kama unyakuo ukitokea, maana yake ni kwamba kama sasa hivi naendelea kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Ikitokea ni Bwana akanyakua sasa hivi, wewe utashtukia tu kama ulikuwa umekaa vibaya na Mungu. Utashtukia tu unageuka jirani yako umuone. Hautasikia hata kiti kimetikisika. Utashtukia tu uone, unashtukia unaangalia huku mbele hamna mtu. Kama ni mtumishi wa Mungu alikuwa amekaa mbele amejichanganya, atashtukia tu kuna baadhi ya washirika huko hawapo. Amen kabisa. Maana kuna wengine watakutwa ni watumishi wa kama za booni ila wamejichanganya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo itakuwa ni tukio la kupapua. Kwa hiyo Yesu atakuja achukue kanisa kwa ghafla. Maana yake kama ni dereva alikuwa anaendesha gari, atashtukia tu hamna dereva. Kama hamna dereva, maana yake gari litaanguka. Kama mtu anaendesha ndege, kama yeye ndio mwenyewe rubani, atanyakuliwa. Kama mtu alikuwa anaendesha mitambo, atashtukia amenyakuliwa. Kwa hiyo siku ya unyakuo kutakuwa kuna ajali nyingi duniani mpaka mitandao itazima. Bwana Yesu asifiwe. Mitandao itazima. Acha hii waliozima Tanzania na Uganda. Itazima yenyewe mitandao kwa matukio. Maana utashtukia Dodoma wapi umoja. Wale walokole wanaosemanga wanalialia, mbona wapo? Nimeenda nyumbani kwa Lazaro sijakuta.
Unakimbia, pastor yuko wapi? Hayupo. Ukikuta umejichanganya, utakimbia utakuja kwa pastor hayupo. Utaenda kwa katibu hayupo. Utakuja kanisani, utakuta tu kanisa liko wazi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani watu watapotea siku hiyo, na baada ya hapo shetani atatokea live. Kama ni mchawi atakuja na masemple yake na kusibua. Nakwambia sivita mlokole. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Roho Mtakatifu hatakuwepo. Na Yesu atakuwa ameondoa kila kitu. Utashika Biblia unasema unakuja, anacheka, anashika Biblia anakuzibua tena. Kwa hiyo shetani ataoperate live macho. Wachawi wataanza kutembea na fisi mchana. Sasa hivi wanaogopa kwa sababu kuna kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Wataanza kuendesha kama magari. Kuna baadhi ya vijiji wanaendesha kama magari. Kule kwetu Shinyanga, na jamaa mmoja akaimba wimbo la duniani, anasema kule kwetu Shinyanga kuna hii kanuni. Mwenye macho mekundu ni mchawi. Sio wote ni wachawi. Wengine ni moshi tu wa kupika. Bwana Yesu asifiwe. Kuni. Kwa kule kwetu kuna kijiji kinaitwa Gambosh, makao makuu ya wachawi Afrika. Kule kama una wito usiende kuchunga. Maana utabamizwa siku moja urudi unalia. Na jamaa alijichanganya kaenda. Alienda kubamizwa, alienda kupeleka kwa pastor. Alienda kuombewa kwa pastor na kwako, lakini yule aliyeambiwa neno, alienda kwanza akafika pala akaangalia, akaanza na 7 kavu. Baada ya 7 kavu kuna mtu ulikuwa umekaa mahali ukaanguka wenyewe. Ulipoanguka wakafa kwanza kama mabibi na wababu wangapi kwenye ile kijiji. Ndio kanisa likaanza. Mungu anaingia kwa mbwembwe. Akitaka kuanza Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kanisa litakapoondoka, hapa duniani patakuwa pabaya. Patakuwa pabaya. Maana mpinga Kristo atatokea mwenyewe. Yaani shetani atatokea kwa njia ya mtu. Na muda huo ataanza kutoa majibu. Na Biblia inasema atakuwa akiongea mara moja. Sasa hivi si kila mtu anatoa hotuba, kila mtu anadharau. Rais akiongea wanasema hamna kitu. Sasa yeye akiongea dunia nzima itasikiliza. Alafu atakuwa na uwezo wa kuongea nasikika dunia nzima kwa dakika. Bwana Yesu asifiwe. Atakuwa ni waajabu. Kila kitu hayo ndio yatatokea, miti itakauka, maji hamna, jua litasogezwa. Kwa hiyo ukitaka kula ni lazima kupige chapa kwanza, na kikupiga chapa maana yake huwezi kutubu tena. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, kwa nini tukutwe na mambo hayo yote? Yesu amesema anakuja kunyakua kanisa. Yesu amesema anakuja kunyakua kanisa. Kwa hiyo hilo tukio litatokea kwa ghafla. Litatokea kwa ghafla. Na unatakiwa ujiandae. Nasoma andiko moja afu baada ya hapo tutakuwa tunamaliza. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5. Wathesalonike wa kwanza 5. Nitasoma kuanzia mstari wa kwanza, maandiko machache tu. Wathesalonike wa kwanza 5 kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema maneno yafuatayo: lakini ndugu, kwa habari ya nyakati na majira hamna haja niwaandikie, maana ninyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama mwivi. Yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu wajiapo kwa ghafla. Kama vile utungu mjiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Bali ninyi ndugu hammo gizani hata siku ile wapate kama mwivi. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana. Sisi si wa usiku wala wa giza. Basi tulilale usingizi kama wengine, bali tukeshe na kuwa na kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa anazungumza maneno haya kwamba ile siku isije ikatukuta kwa ghafla. Kwa hiyo unapoona mambo haya, mtu wa Mungu, kaza. Kuna mahali akasema ya kwamba Yesu akawaambia kwenye ile Mathayo 24, sikumbuki ni mstari wangapi, akasema ya kwamba myaonapo mambo haya yanatokea, changamkeni mkaviinue vichwa vyenu, maana ukombozi wenu ukaribu. Bwana Yesu asifiwe. Unapoona mambo haya yanatokea, kama wewe ulikuwa unaomba kidogo, ongeza maombi. Kama ulikuwa unafunga kidogo, ongeza. Kama ulikuwa unahudhuria ibada unachelewa, wahi sana hata kabla ya ibada. Bwana Yesu asifiwe.
Kama ulikuwa unasubiria maombi ya mpaka kutangazwa, anza kujitengenezea hata maombi ya kwako. Maana anasema changamkeni mkaviinue vichwa vyenu. Bwana asifiwe sana. Watu wa Mungu, Yesu yupo karibu kunyakua kanisa. Na wakati ananipa somo hili nilishangaa sana, sio ilikuwa ni siku gani? Ilikuwa Ijumaa. Kama sio Ijumaa, Alhamisi. Nakumbuka ile asubuhi nimelala. Nimetoka kwenye maombi ya asubuhi, nikasema subiri nipumzike kidogo, baada hapo nipande chuoni. Sasa nimepumzika, nashtukia najikuta kwenye hali ambayo nikajiona kama nipo kwenye kachumba. Alafu nikashtukia kama kuna mtu ananinyanyua chini. Kama ananinyanyua, alafu nikashtukia tuko watu wengi tunapaa kuelekea juu. Pa mpaka tukafika mahali. Alafu wakati napaa juu akasema nimekuchagua uhubiri kanisa langu kuhusu unyakuo na siku za mwisho. Alafu nikaamka nikasema si ningeenda jumla. Naendaje sasa pale sijahubiri? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu ni uhalisia, anakuja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katibu niunganishie hapa tuimbe wimbo mmoja, afu baada hapo tutaenda kuomba. Amen. Unamaliza kuunganisha utapiga hii hapa. Majina mengi na boma. Inaomba kuunganisha. Punguza majina ya Bluetooth. Kwenye Bluetooth. Yaani majina hapo hiyo search. Haya. Ni amejaa. Kwa futa punguza nyingine. Naanza kusearch. Futa tena na lingine. Hii Futa. Mbona ina Futa. Tena na lingine. Futa back. Hapo tayari. Naomba tusimame tuweze kuimba wimbo mmoja wa tenzi namba 102. Halafu baada ya hapo tutakuwa tunaomba Mungu. Amen. Naomba mwenye tenzi mmoja nisaidie. Saidie tenzi. Naomba wote tusimame. Naruhusu. Ruhusu. Watu wote tuimbe huu wimbo unaitwa kazi yangu ikiisha nami nikiokoka. Imba kwa kumaanisha.